Kumbe ni wewe. Hivi ni kipi kilichokuwasha na ni kwa nini umepeleka wale vijana katika msitu wa Kitambiko? Nishakupa onyo kwa mwanzo ka wewe kuhusu kunifuatilia. Unaniuliza wewe maswali kama nani? Najua unifahamu. Hujui unaongea na nani. Mimi ni mganga Mlilo, kisiki cha mpingo. Mambo usiovunjika hata kwa radi. Sijawahi kushindwa na chochote. Hunitishi kwa lolote, wala siwezi nikakuogopa na hauna lolote la kunifanya. Shasahau shida zote. Sham, sijui ukiona kibuyu usikiguse. Tupigie simu. Aisha Nduwaya nipige simu. Simu. Aisha Nduwaya. Hapa ni kuvaa koti. Mwendo wa basi. Ala. Simu. Hodi. Hodi hapa. Karibu. Karibu tu kwa mdogo wangu. Asante. Shikamoo baby. Marahaba, zako. Nzuri, kwema? Kwema. Samahani. Nilikuwa nauliza Lucas amerudi? Maana tangu kaka Madaraka aondoke, ni wiki imepita sasa na waliondoka na Lucas. Hapana mdogo wangu. Kama usemavyo ni wiki sasa imepita. Na hapa unavyoniona najiandaa kwenda kwa mtaalamu ili kujua kama wapo. Nina mashaka na ule msitu. Basi sawa. Twende wote. Sawa, twende.
Na wewe? Mbona uko hivyo? Sasa wewe unaniulizaje swali kwamba mimi niko hivi wakati mwenyewe uko katika hali hii? Sikiliza. Wale sio wanawake. Ni mizimu. Kumbe na wewe kimekulamba kama kilichonilamba mimi. Sikia. Nimeenda huko. Nilikuwa na sio mbaya. Mwili wangu kae fresh. Akawa amekubali tu safi tu, tukaenda zetu mazingira fresh. Sasa wakati mimi navua pale nguo, kuja kumaliza kuvua nguo, na mwana ni mganga. Oya wewe. Ni afadhali hata wewe ni mganga. Unajua mimi kilichonikuta? Tulivyotoka pale tu, kuna mti fulani tulikuta pale, si akaanza kunishawishi yeye. Mara karegelegea. Sasa na mimi nikajiona ni mwanaume, muda wote nimekaa huko. Si nikajilegeza. Oya, nimetokea bonge la jitu hilo linene. Nimekimbia. Sisi ni wajingeti. Hata tuofieti. Sikia. Utafute mzetu. Bila hivyo. Unatamaa Unatamaa? Unatamaa Mganga. Sisi. Najua kila kitu. Hakuna haja kunielezea. Mimi ndo Mlilo. Sasa naombeni mnisikilize. Tena kwa umakini sana. Hao ndugu zenu wameenda sehemu mbaya sana. Walidanganywa na kuelekea katika msitu wa matambiko. Hivyo kila baada ya miaka 5 ni lazima kafara itolewe. Hivyo basi mngechelewa kuja kwa Mlilo, mngewakosa ndugu zenu, ila kwa kuwa mmewahi na kufika kwa Mlilo, kila kitu kitakuwa sawa na kitaisha na ndugu zenu watarudi. Nadhani tumeelewana. Ndio mtaalamu. Samahani mtaalamu. Kwa upeo wangu mdogo, inaonekana hii kazi ni nzito sana na inahitaji gharama. Je, sisi tutakulipa nini? Ingali hatuna pesa. Mlilo hajawahi kushindwa na chochote kilichopo chini ya ardhi. Hiyo ni kazi ndogo sana kwangu. Na kuhusu gharama, ondoeni shaka. Mlilo huwa hakimbiwi. Hivyo basi nitaacha kiasi cha shilingi 10,000 na kazi yenu ikiisha nitaleta vitu 3 kwa ajili ya mzimu. Na vitu hivyo kama vifuatavyo: kuku mweupe, kitambaa chekundu pamoja na mizizi ya katani. Bila shaka mmenielewa. Na mnaweza mkaenda. We Sham.
Vipi, mbona umelala? Ndio unipige nyasi? Hata ujinga, unalala nini? Kuna nini? Kuna nini? Kuna nini? Nimeona kibuyu hapo hivi nikashika. Mbona mimi sikioni? Acha uongo basi. Haki ya mama. Wewe liongo. Hivi, Madaraka na Ruka pale. Madaraka? Pale? Sikia, wewe ulikuwa umelala, sema kweli. Hamna cha kibuyu, hamna cha nini, obeia. Sijalala. Mimi sina kujua. Yaani nilivyo kishika, sawa? Kimenishenyenta sawa mpaka huko. Wewe kimekushenyenta mpaka ndo bana basi vizuri au huwezi kupanda? Yaani nani sielewi, yaani nikajikuta tu. Ndio nakuona. Kwa nini kupiga nyashi hivi unaumia? Umekibeba? Chukua. Mimi sina kibwa cha ujinga basi. Niacha hapo. Wewe muongo. Hem, tuenzetu basi. Sikia. Haya mazingira sio salama. Tutafute wenzetu twende nyumbani. Haya tuondoke tumfuate. Twende, mimi nakuacha hata ujinga. Umekificha wapi? La imani. Umekificha? Twende bwana. Kumbe ni wewe. Hivi ni kipi kilichokuwasha na ni kwa nini umepeleka wale vijana katika msitu wa Kitambiko? Nishakupa onyo kwa mwanzo ka wewe kuhusu kunifuatilia. Unaniuliza wewe maswali kama nani? Najua unifahamu. Hujui unaongea na nani. Mimi ni Mganga Mlilo, kisiki cha mpingo. Mambo usiovunjika hata kwa radi. Moto wangu mimi ni mzito mno. Sijawahi kushindwa na chochote. Hunitishi? Huwezi ukanifanya lolote na wala sikuogopi. Nakupa onyo. Naomba warudishe wale vijana haraka sana. Nikirudi kwa mara nyingine tena, utajua ni kwa nini mizimu ilinichagua na nikaitwa Mganga Mlilo. Ngoja tuone moto wako utaishia wapi. Una mbio mtu mfupi. Lucas. Naam. Unajua kuna kitu tunashinda kukielewa. Unajua huu mwaka umekuwa tofauti. Yaani tulivyoanza nao lakini sio kama tunavyomaliza nao. Unajua tumeanza tunapata kazi. Pesa kidogo inaingia angalau hata ukifanya kazi unapata pesa nzuri. Lakini imekuwa tofauti kabisa. Hii unaionaje wewe? Unajua kitu kinachonichanganya sana mimi akili. Sijui ile kazi tuliyoiacha ndio imetupatia mikosi. Yaani hata sielewi. Yaani kwa wakati huu tulionao sasa hivi umekuwa ni mgumu sana kwetu. Yaani sijui hata tufanye nini. Wewe ni rafiki yangu. Hivi nafikiri ni kipi tunaweza kufanya ili tuweze kujitatua kwenye hili tatizo?
Lucas, mimi najua unafahamu mazingira hapa kijijini kwetu. Ndio. Yaani bado kimaendeleo tuko nyuma. Na hata kama ukipata kazi, haupati pesa kubwa. Ni kweli. Tambua kuwa mimi mpaka sasa hivi nipo kwenye mpango kutaka kufunga ndoa. Lakini mpaka sasa tunavyozungumza, maji yamefika shingoni. Na nikiangalia hali hapa nyumbani, mimi ndo baba, mimi ndo mama. Jose kamaliza shule. Mpaka sasa hivi ipo tu nyumbani. Hakuna ajira. Hivi nafikiri mimi nafanyaje hesabu? Na kile ningepiga hesabu, naanza kwenda mjini, lakini naenda kufanya nini ndugu yangu? Nafanya kazi gani na huko nafikia kwa nani? Kweli kabisa. Unajua huwezi kutoka kijijini ukaenda mjini bila kazi yoyote ya kufanya. Yaani hata wanaoenda mjini pia wanaenda kwa ramani. Huwezi kutoka kijijini ukaenda mjini huna pa kufikia, huna kazi yoyote ya kufanya, utaenda kupotea huko. Na kuna wakati pia hata walioko mjini wanatamani kuja kijijini. Umeona? Kwa sifikiri kama hilo linaweza kuwa na tija sana kwako. Bwana, mimi naona atakavyokuwa na iwe. Acha mimi nipambane. Kikubwa tu mimi ninachokuomba, mimi nawe ni marafiki na zaidi ya marafiki, sasa naweza kusema ni ndugu. Kwa hiyo ukipata kazi yoyote, usisita kuniita. Mimi nipo tu nyumbani hapa, sina shughuli yoyote ile. Na kama unavyojua hivi wewe, na bila shaka unajua kabisa kwamba mimi na wewe ni watu wa karibu sana. Sasa iweje nipate misho yoyote ya kufanya nisikwambie? Yaani inakuaje? Kwa sababu mtu wa kwanza kumtafuta ni lazima nikutafute wewe. Ndo wale wengine wafuate. Basi sasa ngoja nifunge mlango. Tutoke hapa nyumbani tuende hata kidogo huko center. Au unaona? Sawa, haina shida, nyoshe miguu. Wewe nimefika hapa. Nakutana na Kufuri. Akasema, wewe unaenda hapo tena? Kumbe ulipata maji? Nilikuwa nimechukua mtoni mara moja hapa. Sawa. Sasa kaka unakaa na mawazo hapa. Yaani mpaka unanitisha sometimes. Jose, najua sasa hivi hali sio nzuri sana. Mimi nafahamu kwa umeweza shule. Sasa ni mwezi wa 3. Unakaa tu nyumbani, una kazi yoyote. Ili pia ni wakati mwingine. Kaka. Bado tuvumilie tu, Mungu yupo atatusaidia. Alafu nimekumbuka kitu kimoja. Nilipotoka hivi mtoni, nimekutana na shemeji. Kaniambia mkutane pale mnapokutania. Basi sawa. Tutakutana naye. Ila fanya mpango tu ule. Maana kataa inauma. Sawa siwaze kaka. Afu ile leo niachia juzi bado ipo tu. Sikuitumia. Basi sawa. Acha mimi nianze huko chini. karibu sana. Nashukuru sana rafiki yangu. Japo jua linapiga sio poa. Ni kweli naona. Unajua ni rafiki yangu sana. Alafu ukinitembelea kama hivi, yani huwa nafarijika sana. Nafurahi sana uwepo hapa. Lucas bwana. Tuache bwana, sio leo nileta. Ndio. Na sisi mwenyewe naona niko tofauti siku ya leo. Hujaona chochote kitu. Kiasi fulani nyuso inaonekana kama
inashamiri fulani hivi. Sijajua nini kina happen. Hebu nidokeze kidogo. Bwana, kwanza tu niseme tu tumshukuru Mungu kwa sababu huenda hii ikawa ni kwa sababu ya Mwenyezi Mungu ndo ametia mkono wake. Ilikuwa ni juzi wakati kutoka bondeni hivi. Kutana na mtu mmoja kwa hiyo sikutafasiri kama nimeweka kwenye pande ya mzee au nimeweka kwenye pande la kijana. Yaani unamaanisha ni mtu wa makamo fulani. Sababu namna alivyokuwa ni mtu ambaye alikuwa ni tofauti na mazingira mtaani kwetu hapa. Ni mtu wa nje ya Nyarugusu. Sasa wakati nazungumza naye pale sababu alinisimamisha. Jana, samahani bwana, kuna jambo nataka nikwambie. Nikasema haina shida, niko kukusikiliza. Akasema bwana, mimi na kazi nataka nikupe. Nimejaribu kuangalia hapa katika huu mtaa sijapata vijana. Nashukuru kukutana na wewe. Kuna kazi nataka nikupatie. Sasa nikasema kazi tena. Nilipokuwa mimi na uchungu na hali ngumu, hii kazi imekuja tena niache. Nikasema nipe hiyo kazi. Sema bwana, kuna kazi nataka nikupatie. Kuna msitu. Kuna kitu nataka uende kukichukua kwenye huo msitu. Msitu? Msitu gani? Nesi, ukitoka Nyarugusu tu hapa, ukivuka daraja lile, kuna msitu uko mbele pale. Huo msitu mara nyingi huwa wanaeleza kwamba una vitu vya ajabu ajabu, sijui utashai kupoteaga humo. Kama unakumbuka kuna kile fulani hivi tulipoteaga kipindi hicho. Ule msitu ambao ukielekea na ile barabara inopandisha hivi, unaachana na ile inaelekea mkono wa kulia. Unaenda na mkono wa kushoto, unateremka hivi afu unapandisha. Rafiki yangu, lakini ule msitu unaona kama una vitisho sana. Ni kitu gani ambacho anahitaji ukichukue mle? Kwanza hata mimi pia nilivyosikia ni huo msitu, nilikuwa na mashaka kidogo, lakini yule mtu hakutaka kuongea sana. Alichofanya tu, alitoa bahasha yake na kunikabidhi. Yaani Lucas, ipo hivi. Yule bwana anahitaji kibuyu.